Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Paper Talk na mimi mchambuzi wa magazeti Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshwaje siku ya leo? Nipo na gazeti la Mwananchi, Nipashe, Uhuru, Habari Leo na Mwanaspoti, na hii ni Paper Talk. Moja kwa moja tuanze na gazeti la Mwananchi. Habari ya kwanza: ujenzi usiozingatia taaluma, hatari kwa usalama shuleni. Kuna ile bajeti inatengwa, nasema tu jamani, hii bajeti imetengwa, mbona kama vile tukiita mafundi professional na kampuni za ujenzi itakula kwetu. Sasa tufanyaje? Hiyo imetengwa bilioni 1 hapa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Sasa kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Juma anaweza kuja tu kujenga vizuri vitu hapa, madarasa yakatoka vizuri shwa, anafika pale anajipangia matofali, simenti haiweki kwenye mchanga shwa, baada ya siku 2 madarasa hayaeleweki. Sakafu shule nzima, sakafu yote unatumia kiroba cha simenti kimoja. Unategemea hapo kuna shule inatoka ina usalama, wanafunzi wanapigwa vumbi, utadhani yani ikifika kipindi cha mvua badala ya kukimbilia ndani ya madarasa wanakimbilia nje. Jenzi holela. Hiyo ni ripoti maalum katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 13. Jisome habari hiyo katika gazeti la Mwananchi. Lakini Tanzania itapita salama, asema Mheshimiwa Rais Samuel Ruto ambaye yupo nchini Tanzania kwa ajili ya ziara ya kikazi, na tunashukuru sana kwa ajili ya ushirikiano huu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini Mheshimiwa Paul Makonda ataja vipaumbele 9 neema ya nukia. Hiyo inapatikana katika ukurasa wa 7 habari hiyo, na ni kuelekea maandalizi ya AFCON hapo mwakani. Lakini habari ya kusikitisha, nani amekatisha maisha ya hawa miili ya watu watatu yakuta ikielea majini Dar. Upo wa mwanafunzi wa FM alikata kichwa, zimamoto yaelekeza hatua kwa hatua uokoaji. Baba azungumza, polisi chunguze tusaidie. Yani sio taswira nzuri kwa ajili ya taifa letu. Miili nakutwa inaelea huku naelea huku naelea huku, huyu mwingine amekata kichwa, huyu mwingine sio amekata nini, huyu sio. Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi, amen. Lakini habari nyingine inasema CCM yaijibu ACT, Chadema hoja ripoti ya Chande. Hapa wanaweza kujibiana. Huyu anasema kwenye jukwaa anajibu hivi, huyu anasema kwenye jukwaa anajibu hivi, huyu anasema hivi. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 5. Jijakulie gazeti lako, ni wamejibishana vipi na wewe unaingia unataka kuingia kwenye ubishani wananilio za siasa, utawezana? Hilo lilikuwa ni gazeti la Mwananchi. Moja kwa moja tugeukie gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe linasema je, waziri abaini utoro madaktari bingwa wanaosomeshwa na serikali. Sio tu madaktari bingwa wanaosomeshwa na serikali, unasomeshwa zako na serikali, huyo daktari bingwa, na ubingwa wenyewe sio kwamba labda umepigana ndondi, yani kwa ajili ya kusomeshwa vizuri. Unafika pale wagonjwa wanapanga mafoleni, unauliza daktari wapi? Daktari fulani leo atakuwepo Jumatano. Anafika Jumatano watu wanawahi, daktari yupo, amefika, yupo leo, ameenda kwenye kliniki yake, mfateni kliniki yake kule Kigamboni, kule ndo anapatikana. Unafika kwenye kliniki yake, yupo kwenye famasi yake. Si mlisema dawa hazipatikani, imekuwaje tena? Kule ameenda kuchoma watu sindano. Ila madaktari bingwa sasa utafikiri kwamba wagonjwa hawajui kwamba lakini kumbe wanajiongeza kwamba yule daktari fulani ukimtaka mpigie tu simu nampata. Hiyo ni habari ya kwanza katika gazeti la Nipashe. Lakini habari nyingine nasema Tanzania na Kenya zatia saini mikataba 8 inaong'arisha uchumi. Somo ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe. AFCON yaja na neema kibao, mabilioni kuchochea michezo, sanaa na habari. Maboresho uwanja wa Benjamin Mkapa yafikia 95%. Na tupongeze serikali, serikali safi. Ni juzi tu hapo tuliona matrekta yanang'oa, na juzi wiki iliyopita yalikuwa yanang'oa, na sijui ni wiki gani yalikuwa yanang'oa zile nyasi. Sasa hivi ni 95%, kwa washarudishia nyasi. Wanaenda spidi. Sio maviwanja mengine unakuta kuweka tu nyasi mnatumia mwaka, kama kina Bernabeu si wapi mnatumia muda, lakini ona serikali chini ya wizara chini ya Mheshimiwa Paul Makonda
chapu tu, nyasi zimetolewa zimewekwa. Ajira mpya 1,105,000 kwa Watanzania kupaisha uchumi. Mheshimiwa Makonda awaenzi Dr. Reginald Mengi pamoja na Mheshimiwa Samuel Sitta hayati kati akiwasilisha bajeti ya wizara sanaa, utamaduni na michezo. Soma habari hiyo katika ukurasa wa 5 gazeti la Nipashe. Lakini wadau waikosoa TUCTA kutoomba mishahara mipya. Baada ya Mheshimiwa Rais kusema nimekaa na TUCTA, tumezungumza, wamesema hizi hela zielekezwe kwenye marekebisho pamoja na kulipa madeni. Lakini wadau wasema TUCTA mmeendaje kuongea na bi mkubwa ya kwamba watu wasiongezewe mshahara? Mbona Kenya wameongeza? Mbona South sijui na wapi naniliu Zanzibar wameongeza kule naniliu na Chama cha Mapinduzi kimewapongeza CCM kwa kuongeza. Lakini undani mauaji ya mwanachuo kama tulitangulia kusoma habari hiyo. Lakini kuna habari nyingine nasema Mheshimiwa Mwigulu anasema wezi mtandaoni tutawadhibiti kimtandao. Yani wezi wa mtandaoni watadhibitiwa kimtandao. Tuma kwenye namba hii, tuma kwenye namba hii, fanya hivi tukusajili namba sijui la line. Sasa hivi kuna watu watakuwa wamewekwa huko, unamsajili unataka umtapeli, sasa ndo anageuza kibano tapeli mtandaoni, na wanakujaga vizuri. Mjomba wangu Frank Mathew, jambo za huko mjini, anajifanya anajua taarifa zako zote. Hilo ni gazeti la Nipashe. Moja kwa moja tuelekee sasa katika gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru linasemaje? Maajabu bandari ya Tanga. Je, bandari ya Tanga ni ukifika pale labda maji yana karafuu au ipoje? Soma habari katika gazeti la Uhuru ukurasa wa 6. Dr. Mwigulu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ataka ushirikiano kukabili uhalifu kimataifa. Mimi ningeomba mheshimiwa, kuna zile movie tunanaga wale maswati ibadidi, kuna wengine tu unakuta show ya mtu mmoja anaenda kusimamisha mji mzima. Mheshimiwa Mwigulu, waleteni watu kama wale kwa ajili ya hizo show kama hizo, kwa ajili ya uhalifu wa kimataifa. Tunataka bushe madawa. Lakini Tanzania Kenya mzigoni. Marais Mheshimiwa Dr. Samia na Mheshimiwa Ruto washuhudia utiaji sahihi mikataba 8 yenye lengo la kuimarisha sekta za maendeleo. Wakubaliana kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi. Kama unataka mtu kwenda kuoa Kenya, good to go. Sasa nimejiongeza mimi. Vinavyokwamisha biashara kati ya nchi hizo. Mheshimiwa Ruto kuhutubia bunge siku ya leo. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 2 gazeti la Uhuru. Lakini kuna habari nyingine inasema Mheshimiwa kiongozi ampiga spana Heche. Sasa je, alikuwa na hiyo toolbox mpaka akampigia spana? Soma gazeti la Uhuru. Mheshimiwa Makonda gumzo ataja mambo 10. Mambo yapi hayo? Wasomi wadokeza faida ujio wake, ujio Mheshimiwa Ruto nchini. Tumalizie sasa na gazeti la Habari Leo pamoja na kabla ya kuziangazia habari za michezo na burudani. Polisi kuchunguza kifo cha mwanafunzi FM. Lakini Tanzania Uturuki zaimarisha ushirikiano wa biashara uwekezaji. Je, ilikuwaje Uturuki? Anasema kama nguo kutoka Uturuki, suti kutoka Uturuki, shidini kutoka Uturuki. Sasa pia hata mahusiano yanatoka Uturuki ili yaweze kudumu, kwa sababu tunajua vitu vya Uturuki vinadumu. Lakini neema biashara Kenya Tanzania, vikwazo vyote visivyo vya kodi kumalizwa mwezi huu, mikataba 8 yasainiwa. Wafanyakazi walipa trilioni 3.3 kodi miezi 9. Hilo lilikuwa ni gazeti la Habari Leo. Moja kwa moja sasa tuende katika habari za michezo na burudani. Nipo na gazeti la Mwanaspoti. Hesabu za ubingwa, Baka ataja makosa ya Simba. Sasa kama ulikuwa unajua makosa, kwa nini usingesaisha kabla ya kudraw? Mnaanza mnapigwa 2, baadaye mnapigwa 2. Lakini kigogo Yanga agusia mechi 10, mechi 10 za maamuzi. Ibenge kicheko huko vita vya Mpanzi, Ibenge huko anafurahia. Lakini ratiba ya mechi za leo, Azam ataikaribisha Namungo, KMC ataikaribisha Yanga Mei 6, lakini Simba Mei hiyo 6 ataikaribisha JKT pale pale Isamuhyo Stadium. Lakini roho mkononi, Arsenali wakikaribisha Atletico ni katika UEFA Champions League saa 4 usiku wa leo.
Kumbuka tu tarehe 8 ya mwezi wa 5, Ijumaa hii hapa, tunakutana wote katika viunga vya Mlimani City kwa ajili ya event kubwa kabisa yake Christian Bella Asante Tanzania. Usikose, nunua tiketi yako kupitia Nilipe app siku ya leo, na uhakikishe kabisa unanunulia na wale familia yako. Kuna meza sio na nini, ina manyama, ina mavinywaji. Nunua tiketi yako, tukutane kwa ajili ya mziki mzuri wake Christian Bella Mlimani City tarehe 8 ya mwezi wa 5. Kumbuka hii ni Pepa Talk. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Nyuma ya kamera yupo Mask.